Kwa majina naitwa Ismaili. Mimi ninavyojua kuhusiana na mzee, mtu akishakuwa mzee maana yake ni mtu ambaye umri wake umeenda. Inamaanisha mtu mwenye umri kwa angalau kuanzia miaka 60, 50, ambapo uwezo wako kufanya kazi unakuwa umepungua kama kijana. Nasema damu imepoa. Huyo kwangu mimi ndo namuelewa mtu ambaye ni mzee. Kwa hiyo uzee sometime kwa jamii yetu waga unaonekana labda ni mtu ambaye ana mchango labda mdogo katika nguvu kazi, lakini katika masuala ya uzoefu alionao kwenye jamii, umuhimu wako ni kusolve matatizo, bado anabaki kuwa ni mtu muhimu sana. Sasa unapofika kwa wazee kwa jamii yetu, namna ambavyo pia natambua wazee, unaweza kuangalia namna ambavyo maeneo kama anatoa huduma za kijamii, mfano hospitali, benki na sehemu zingine ambazo huduma za kijamii zinatolewa. Utasikia kauli mbiu kwamba mzee apewe kipaumbele. Kwa pale pia unaweza kuona wazee ni watu gani, kwa sababu ya viungo vyao labda vinakuwa haviwezi kuperform vizuri, lakini pia magonjwa uzeni yanayonyemelea yanapelekea kwenye hilo shida. Kwa hiyo bwana, mzee katika utoaji wa huduma za kijamii kama hivyo unaweza kumfahamu mzee, na pia wanafahamika kwamba wazee, lakini pia mzee pia kwa mimi mchango wao ambao naona kwangu, wazee wengi kwa mimi binafsi wamenifundisha sana katika kufahamu zile sheria za kijamii, kwamba wanakuambia bwana, kwa mfano wanakuambia unavyosalimiana na mtu, labda kama umewakuta watu wawili barabarani, nani ambaye nitakiwa aanze kumsalimia mwenzie, wakati unasalimia nini nitakiwa ufanye, tukio fulani likitokea nini nitakiwa kifanyike. Kwa hiyo wazee wana mchango mkubwa sana kwenye masuala kama haya ya kijamii. Lakini pia wana mchango pia kutuambia sisi wapi tumetoka, wapi tulipo, lakini pia kutokana na vitu ambavyo wamepitia pia wana mchango mkubwa sana wa kutushauri kama sisi kama vijana nini tufanye, tusipofanya hivyo nini madhara yake, kutokana na uzoefu alionayo kwenye haya maisha. Kwa ukiniambia mimi mzee waga namfahamu katika nyanja kama hizo.